Yes, and it was match day 3-1. Real Madrid walitoka sale na hii team ya Girona kutoka Barcelona, exactly Catalonia, kwa kudrop point mbili waliweza kutoka sale bao 1-1. Guys, inapofikia hapana sasa. Hapana. Real Madrid kwanza tukizungumzia kuna wachezaji mimi mechi ilivyokuja kuanza mimi kwa sielewi kwanza. Mimi kwa sijui kwa nini Tchouaméni ya kwanza. Mimi labda nifikiri kuna vingine vitu. Hasa Camavinga kabisa ameharibu match yote. Camavinga haeleweki. Afu kijo kuja kunishangaza guys. Tchouaméni yupo nje. Kwa nini? Na unajua kwamba yuko suspended hata cheza machi ya Bayern Munich. Sasa unamwekea nini? Bayern hatacheza. Na hii ni La Liga. Au tuambieni tu kwamba mmeshaacha kombe tu kitambo si tujue. So tukae hapa tunasema eti kuna bato kati ya Barcelona na Real Madrid kwa wanagombania kombe. Afu wewe ushaga acha muda. Tuambie tujue. Hapo ni kwa upande wa kocha. Alafu individually Vinicius Junior. Unafanya nini Vinicius? Tunajua kwamba unaweza kueliminate. Tunajua kwamba mbio unazo, unakimbia ndio. Ila final decision Vinicius Junior. Hivi tu gani unapiga cross ueliminate? Toa pasi sasa. Toa pasi. Au kama unapiga shuti, piga shuti ambalo lina nguvu. Kombola kabisa. Tuweze kupata bao. Ifikie muda tu tunasema ukweli. Vinicius Junior tunamjua kama mchezaji mzuri, ashajionyesha kwenye machi nyingi sana, ashagafanya vitu vingi sana vizuri. Sio leo ndio tutakuja kumkata, ila Vinicius Junior, please, your final decision. Unafanya nini? Toa pasi kwa Kylian Mbappe, toa pasi kwa nani? Unataka mpaka nini? Paka nini? Vinicius Junior niseme machi kuanzia kwenye dakika ya kwanza, yeye niseme kama hakuja kujiamsha dakika kama mbili za mwisho na zile za nyongeza, sio hata hizi mbili za nani, za reglementary time. Hizi za mwisho kabisa za nyongezo ndio Vini alikuja kujiamsha. Vitu vyote vilikuwa vizuri kwa Vini nini, ila kumalizia final decision Vinicius Junior. Umewachoma sana wa Madrid. Umewachoma sana mafanzi wa Real Madrid. Mafanzi wa Real Madrid umewachoma Vinicius Junior. I'm so sorry for you, ila umewachoma sana. Yep, na naweza kuendelesha kwa Kylian Mbappe. Guys. No, kabla ya kuendelea kwa Kylian Mbappe, acha tuende tu kwa Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Jamani. Kylian. Una shida gani Kylian Mbappe? Dakika za mwanzoni simzungumzi vibaya kabisa, alikuwa sio mzuri sana na sio mbaya sana kati kwa kati, ila dakika za mwisho Real Madrid ingegomboa. Wallahi mimi nawaapia Real Madrid ingegomboa, japokuwa tu isingekuwa na Mbappe, isingekuwa na Kylian Mbappe, Real Madrid ingegomboa hii match. Dakika za mwisho sawa, Kylian Mbappe wamempatia nani hii pembe ya kulia, akayendoka, yani akayokipe yeye ndo akaikupe. Ila sasa Kylian Mbappe jamani kabisa ana eliminate speed nini nguvu kweli kabisa, safi sana. Ila sasa Mbappe, Mungu we, inafikia muda wa kutoa pasi, anataka tena eliminate wengine wachezaji nini, muda wa kupiga. Kylian Mbappe wakikwambia chukua, yani yeye alitaka eti achukue responsibility. Sijui kama ni kocha alimwambia, sijui kama ni yeye kibinafsi amesema eti acha nichukue all, yani full responsibility nikaokoe timu yangu, mimi sijui. Ila Mbappe, it's not that wanachukua full responsibility. Sio hivyo ndio wanachukua full responsibility. Sasa wanachukua full responsibility, wanachukua mpira, unataka eti upige madribs, eti unataka upige makorosi, tufike mpaka golini mpaka ufunge. Hiyo sio full responsibility. Full responsibility ni kucheza vitu ambavyo vinatakiwa, ambavyo sio eti full responsibility, sio eti nikichukua mpira eti niuachie mpaka goli. Sio eti ukichukua mpira mpaka goli liingie. Hiyo sio ndio full responsibility. Unaweza kuchukua mpira hata one touch
One touch inaweza kuwa, unaweza kucheza full responsibility kwa two touch, one touch. Two touch, one touch. Unachukua ball, unaangalia anataka mpira, unampatia service na anafunga assist. That also can be a full responsibility. But wewe Mbappe, sijui kama ni kocha alimwambia, sijui ni yeye binafsi. Yeye alikuwa akichukua mpira eti aishajiambia kichwani eti ana full responsibility. Sasa eti anataka kueliminate wote, eti mpaka aingie kwenye eneo la D, eti mpaka apige goli, eti Mbappe, sio mpaka ufunge. Una eliminate kabisa vizuri sana. Mchezaji wa kwanza, nguvu, fresh, safi, energy, total energy kabisa. Speed 100%, safi sana Mbappe. Ila unafika sehemu ushakuwa blocked. Huko kuna Vinicius Junior, kuna Valverde, kuna toa pass Mbappe. Kylian. That's that we call the full responsibility. That's that we call full responsibility Mbappe. Toa pasi. Cheza na wenzako, full responsibility. It doesn't mean kucheza we mwenyewe. It doesn't mean kucheza yourself. Wakikwambia chukua full responsibility Mbappe, hivi mean kufunga mpira kweli mimi? Mimi mpira umenishindaga tu kitambo. Hivi nikwambia full responsibility is mean what? Kuchukua mpira kabisa unacheza na wenzako. Haimaanishi kuchukua mpira eti ufunge goli. Full responsibility sio eti ukichukua mpira eti mpaka ufunge goli. Sio mpaka wewe ufunge goli Mbappe. Na kuna wengine watasema eti ni kujipenda. Sio kujipenda. He doesn't know what is full responsibility. What is the club needs in this moment? Mbappe, huwezi kujua ni nini klabu inataka kwa huyu muda, ni nini kinatakiwa at the time. At this time ni pass, at this time ni shoot, at this time ni elimination, at this time ni what. Hauwezi kufikiria kwa hicho. Tusibakie kwenye negative parts, tuseme na wachezaji ambao walikuwa wazuri. Jude Bellingham kabisa, mimi namwamini sana Jude Bellingham tangu arudi kwanza kwenye hii mechi ya Bayern first leg. Bellingham alivyoingia alituonyesha kama mchezaji mkubwa wenye yani yuko juu sana, ana high quality kabisa Bellingham. Na hii mechi ya jana alicheza vizuri, waliweza kumsubside, yani wamemtoa. Mimi nimemuelewa kocha amemwekea Bayern Munich, ameona ila Bellingham kabisa nimeappreciate hapo. Nasema kwenye wachezaji ambao wameperform vizuri kabisa. Mbappe sijui nisemeje, ila Jude Bellingham kabisa safi sana. Na appreciate kazi yako Jude Bellingham. Naona kama alikuwa ni recuperation, siwezi nikahesabu hata ball ambayo amerecuperate, yani ameweza kuchukua akapandisha, yani na alikuwa anabaki nyuma ya Vinicius na Kylian Mbappe kwa kuweza kuwagawia mipira. Na si sawa hata mpira Mbappe wamempatia Fede Valverde. Mimi sijui Mbappe. Sasa Mbappe turudi nyuma tena tukufunze how kufunga, how you can score. Mbappe kuna pasi nilikuwa sawa, kuna pasi kabisa Fede Valverde amempatia guy. Ilikuwa tu ni swala la kutumia mguu wa kushoto, ile yakaenda kutumia wa kulia. Kivipi? Haiwezekani Mbappe. I'm so sorry for you, but umedo the mistakes sana. Mimi niseme Real Madrid wanaweza kusema bye kwenye kombe la Liga, kwa sababu guys, it's already over. Vitu tunavyosikia eti game over, mama yangu uwanja wake kaingia sasa. Ndio Barcelona wakiwin today wawape tu kombe, kwa sababu point 9. It's all more guys. Mimi niseme ni hayo ambayo nilikuwa nayo kuzungumza kwa siku ya leo kwa hii mechi ya jana ambayo opposite Real Madrid na Girona. Afu kingine walikuwa Bernabeu. Hivi hampatia hata
No. Semi hata Bernabeu hamuogopi. Hamuogopi kupoteza. Hamuogopi kupoteza against Girona kwenye Bernabeu. Unasikia kwa nini? Santiago Bernabeu. Zamani tuko tukisikia mtu akienda Bernabeu tunasema huyu mtu amekufa. Amekufa kabisa. Ila mnaruhusu kabisa to give the draw match against Girona at the Bernabeu Stadium. Guys, it's harmful. It's harmful. Shameful. Yep, na niseme kwamba ni hayo tu nilikuwa nayo kuzungumza. Kama unaona niko sahihi, niambie kwenye comment. Kama kuna nafasi nimekosea au siko sahihi, uniambie kwenye comment pia, nitasoma comment. Na ili nione kama umemaliza video yote, andika kwenye comment neno it's over. Yani it's over. Andika kwenye comment it's over. Hapo nitaelewa kama umeangalia video yote ukaimaliza. Na usisahau kusubscribe kama umependa video. Nawapenda sana guys. Ciao.